Nijifungulie. Praise God. Nijifungulie. Maana sasa tunakuwa na maji. Ni aliwaambia poleni sana. Bwana Mungu ameenda na kifunguo. Haleluya. Bwana Mungu ashaita na ameenda na kifunguo. Kwa hivyo mimi sina kifunguo kuwafungulia. Mpendwa, mchana wa siku ya leo nimekuja kukupa taarifa hii ili Bwana akaweze kukusaidia. Ujue ya kwamba wenye mwili wamekuwa wengi kuliko watu wa roho. Praise God. Na hata walioanza katika roho sasa wako ndani ya mwili. Hawana shughuli na habari ya injili. Bwana asifiwe. Mahali nimetoka leo nimekuwa na mkesha. Huwa na kesha kila Saturday. Lakini wale majirani wamenizunguka mahali pale. Mara nyingi wakiona tumekesha na tumepita. Sijui kama kuna kuanga na vijana hapa ni nani. Lakini huwa nasikianga mawe juu ya kanisa papa. Bwana asifiwe. Lakini sababu tunajua maandiko, nasema hao ni wenye mwili. Lakini Bwana wasaidie. Waingie katika safina. Maana muda na wakati unakimbia. Bwana asifiwe. Ambie jirani yako muda unakimbia. Ambie muda unaenda mbio. Ambie muda unaharakisha. Na ukukuche wapendwa. Ingia katika safina. Simama vizuri kwa Mungu. Fanya kazi ya Mungu. Bila kuangalia nyuma. With not fear, with trembling. Wacheni tukae kwa Bwana. Tukae kwa Mungu wetu. Tungoje Mungu na tushinde hii mwili. Maana hii mwili ndiyo ilifanya mvua ikanyesha siku 40 mchana na usiku. Bwana asifiwe. Sijui ile inakuja kunyesha Kenya ni gani? Haleluya. Sijui kama una habari kuna ile inakuja kunyesha Kenya. Na hatujui itanyesha aje. Bwana apewe sifa. Maana wenye mwili wamesidi. Haleluya. Bwana asifiwe. Kuna wakati nimeenda mkesha, kuna mji mwingine Naivasha inaitwa Kayole. Nikaenda mkesha. Yaani nilishangaa nikitoka mkesha saa 9 ya usiku. Nilienda barabara nikitembea. Nilikuwa ninaangalia hivi, ukiangalia kando ya barabara hivi. Vijana na wasichana na saa 9 ya usiku. Na mtoto amevaa nguo imefika hapa. Mtoto ako nusu uchi na ako barabara. Na huyo mtoto ako na mzazi. Na mzazi hajui mahali mtoto wako. Praise God. Niliangalia nikaambia wale wachungaji nilikuwa nao. Jesus anakuja. Yesu anakuja. Yesu yani anafika. Yani hii inafanyika. Praise God. Yani hii inafanyika. Hao watoto wako na wazazi. Lakini wako wapi sasa? Saa 9 ya usiku. Watoto wameshikana mbili. Wamevaa vile wanataka. Unajua ni usiku. Hata mkikuta na mataa mkiacha hivi they don't mind. Praise God. Bwana asifiwe. Hadi pesa nawaambia. Uchumi mvua ya Kenya inakuja kunyesha gani? Mpendwa jitayarishe. Wakati huo ilinyesha wakati wa Nuhu. Lakini sasa hivi hujui inakuja kunyesha gani? Maana Mungu amekasirika na wenye mwili. Kuna wakati nimetoka Western. Na juzi nimekuwa Western. Mahindi imefika saizi hii. Imekauka yote. Mtu amepanda kama eka 10. Mahindi imekauka yote. Hakuna mvua. Praise God. Bwana asifiwe. Bwana apewe sifa. Ukishika ile mmoja ukienda kwa duka, unakuja na kali kabeba paki kateni. Hiyo shopping inaisha na 1000 is over. Bwana apewe sifa. Sasa ile inakuja wapendwa, hujui ni kani inakuja. Unajua tulisikia mvua, ikanyesha. Sasa wewe sijui utaenda kupisha kwa nani? Maana hao wapendwa walipisha. Tunakufa. Lakini ni wataambia wale wenu. Maana ufunguo uko na mwenyewe. Bwana apewe sifa. Wapendwa, wakati huu wangali kama kuna neema na hiyo mlango imefunguliwa. Ambia yule mwenye ako nje. Ni just neema tu. Ni neema tu na ni wakati mchache sana. Si ati mbali sana. Wakati ninasema maana mimi ni mwanabiolojia. Hii ni mwaka wangu wa 4 na ndawaitia graduation soon. Let's God. Na wakati mahali nimefika katika Bible survey inaniambia ya kwamba unabii ile Mungu alitabiri kuhusu hii maandiko, unabii ambao utatirika 2005 imepita. Kwa hivyo ile tumebakisha ni 500 na 500. Praise God. Na yote yenye imetabiriwa na kina Isaya na kina Yeremia na kina Mika yote imetimia. Kwa hivyo ile imebaki ni miaka 500. Kwani wanafikia 500 inateki miaka ngapi kutimia? Praise God. It can be tomorrow.
Bwana apewe sifa. It can be tomorrow. Kwa hivyo wapendwa, waachilie chochote chenye umeshikilia. Waachilie chenye umeshikilia kenye kinakufanya usitembee katika utakatifu vizuri. Maana hicho chenye umeshikilia hakitakusaidia. Yes, Lord. Kile kenye umeshikilia hakitakusaidia. Bwana apewe sifa. Hiyo umeshikilia hiyo. Katika kurupu unatembea nako hako. Kenye kinakuonyesha wokovu haina maana. Praise God. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Chezizi, Bwana wasaidie. Bwana wasaidie. Mimi ningerudi hapo kwenu, singekubali kuitwa Generation Z. Sijui kama unajua maana ya Generation Z. Kumaanisha hakuna mtu mwingine nyuma yako. Kwa hiyo unataka kulea nani? Bwana asifiwe. Wewe unataka kulea nani? Mama yako alikulea na wewe umepata mtoto na wewe unalea, lakini unajiita Generation Z. Kwa hivyo hao wenye umeleta waenda wapi? Bwana asifiwe. Wale umeleta wataenda wapi? Hao mmebeba. Wataenda wapi? Praise God. Wamewapa jina kubwa inaitwa Alpha. Oh, sasa hiyo wameleta Alpha. Oh my God. Praise God. Wacheni Bwana atusaidie wapendwa. Tutilete kila messages ambazo zimekuwa zikimuudhi Mungu. Katika simu zetu tunajua kuna message. Hiyo simu yako kuna message imekuchosha. Bwana asifiwe. Vile Mungu alichoka na wenye mwili. Hata wewe kuna message, kuna old message kwa hiyo simu yako. Kuna old message katika maisha yako. Kuna mambo ambayo yamezeeka ndani ya maisha yako. Na ndiposa Paulo akasema katika Timotheo, hadithi za kizee wachaneni nasi. Ndio. Maana hadithi za kizee, nilikuwa na shida, nilikuwa nimerarukiwa, sikukuwa na chochote, hiyo haitakusaidia kwa saizi. Kile kitakusaidia ni kushika hii imani wapendwa. Kushika hii imani ambayo haionekani, lakini wewe ishike tu kwa uweza wa Roho Mtakatifu. Na ishike na upokee hii anointing ambayo mtumishi wa Mungu ameongelea asubuhi ya leo. Kama ukiipokea inakuwa mafuta mapishi kwako. Unameremeta mpendwa. Unasikia kwamba unaweza endelea. Maana mami kinatuambia ya kwamba vijana watapata nguvu mpya. Na watapanda juu kama tai na watachoka. Wewe kwa nini unachoka? Unachoka na mwili umejaa dunia. Mwili umejaa dunia. Kuna pastor Bishop ametuuliza juzi. Akatuuliza swali. Akatuambia kwamba niulize. Leo